katika kaunti ya Trans Nzoia. Tukirejelea taarifa ya mitihani ile ya kitaifa ambayo nilikusomea hapo mwanzo, ni kwamba kamati ya elimu katika bunge hii leo ilizuru bohari la baraza la mtihani nchini NEC ili kujionea hatua na mchakato mzima kusahihisha mitihani. Hatua hiyo ni sehemu ya uchunguzi ambao unaoendelea kuhusu madai ya udanganyifu kwenye mtihani wa KCPE 2023. Anavyoripoti mwanahabari mwenzangu Kamati, kamati hiyo inayoongozwa na Julius Meli iliridhishwa na maelezo ya NEC, ila ikalilaumu baraza kwa kukosa mkakati na mbinu mwafaka za kudhibiti porojo na taarifa za kupotosha ambazo huenezwa kwenye mitandao ya jamii. Katibu wa elimu Dr. Belio Kipsang aliwaongoza wabunge kwenye ziara ya bohari la baraza la mitihani nchini ili kubaini ukweli kuhusu madai ya udanganyifu kwenye matokeo ya KCPE mwaka 2023. Na kwa mara ya kwanza wanahabari waliruhusiwa kwenye chumba cha kusahihisha mtihani kwa mashine na mtambo maalum, kwa Kiingereza optimal mark recognition, ambacho kwa kawaida huwa chini ya ulinzi mkali. This one actually is to allay fears and to actually get facts right, that the work that went into marking of exams and the release of exams in this country, how it was. We've been taken through the whole thing. We've heard from the experts, we've heard from the standardization, the validation and all the processes. Mtambo huu una uwezo wa kusahihisha hadi karatasi 200,000 za mtihani kwa saa moja. Na ili kuhakikisha usalama na uadilifu wa mtihani, mtambo huu ambao husimamiwa na vijana wa huduma kwa taifa hauna majibu yoyote na hutumika tu kutambua majibu yaliyochaguliwa na mtahiniwa. What we've had as a Committee of Education is there is nothing to hide. Even the processes, even the formula is actually very good. I want to commend the PS and the NEC officials. We as a Committee of Education will go back, look at the whole report and also write our own report. But up to this particular juncture, I want to commend for the good presentation. Hatua ya kuwatumia vijana wa huduma kwa taifa ni kuhakikisha uwazi na uadilifu wa matokeo. Kuhusu madai ya watahiniwa kupata alama za chini kwenye mtihani wa taifa ili hali walikuwa hodari, katibu wa elimu Dr. Belio Kipsang aliwafahamisha wabunge kwamba matokeo ya mtihani wa taifa hutegemea hali ya kisaikolojia na kimawazo ya mtahiniwa. Kuhusu swali tata la ni vipi watahiniwa wengi kutoka shule moja walipata alama zinazofanana katika somo moja, serikali iliwafahamisha wabunge kwamba ipo programu maalum ambayo hutumika kukagua na kutathmini uwezekano wa udanganyifu. Hata hivyo, NEC ilikiri kuwepo uwezekano wa watahiniwa kupata alama zinazofanana katika hisabati na sayansi na wala si Kiswahili na Kiingereza. And I would want to confirm that when we checked it, what was being bandied around by the social media is not what was in school. Even the one of Isiolo, where they indicated every kid got 75, we checked. There were kids with 70 marks, there were kids with 73 marks, there were kids with 76 marks. But it was convenient for those who, and we can provide this, it was convenient for people to manipulate the data. Kuhusu matokeo ya Kiswahili kubadilishwa na kuwa somo la lugha ya ishara, ilibainika kwamba tatizo hilo lilitokana na mkanganyiko katika uainishaji wa alama. Na licha ya wabunge kuridhishwa na maelezo ya NEC, walilitaka baraza hilo kuwekeza zaidi kwenye mtandao wa jamii ambao hutumika zaidi kuzua porojo kuyahusu matokeo. I also want to ask the media that issues that are not validated, you also assist in actually projecting the objective information that the Examination Council and the various government departments have. This is for the good of the country and for the good of the Kenyans out there, so that we are not projected as a nation that is actually trying to steal exams. You've seen most of what they have done is quite foolproof. Kamati, KTN News. Baadhi ya wanachama wa muungano wa watu wanaoishi na ulemavu nchini APDK wamepinga hatua